Mara baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ya leo nimekuja na jambo adhim, na kila mwanadamu ambaye anayo matatizo, mimi nasema msaada umepatikana. Hakuna gonjwa lisilokuwa na dawa, isipokuwa cha muhimu ni gonjwa kupatiwa dawa husika. Hakuna tatizo lisilokuwa na tiba, muhimu ni tatizo kupatiwa tiba husika. Kwa inshallah leo tunayo tiba ya matatizo yote. Ni dakika chache lakini utakayojivunia ni makubwa, na hapo utakwenda kunishukuru siku moja ukisema sababu alikuwa ni Sheikh Luqmani ndiye ambaye leo mimi nakaa na kusahau matatizo na kusahau mitihani na kusahau mabalaa yaliyonusibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ipo dawa ya maradhi yote. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عالم ما في البار والبحر، وهو الذي عالم ما في الصدور، والله الذي كور ليل عن النهار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نور على نور. اللهم صل وسلم على رسولك المختار، وهو محمد النور فوق النور، وعلى آله الطاهرين من النار، وأصحابه منهم أبي بكر ثم عمر. أما بعد، إن شاء الله يا أيها الناس، أني watu, mara baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuziomba ziada za rehema na amani ziendelee kumteremkia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah siku ya leo nimekuja na jambo adhim, na jambo hili kama anavyolizungumza mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni rehema kwa watu wote. Hakika ni hivyo, na mimi nimekuja nalo hilo. Inshallah naomba utege sikio lako kwa makini na ufungue macho yako kwa umakini ili uweze kunielewa, lakini zaidi fungua akili yako na moyo wako. Hapa na maanisha fungua sikio la akili yako na ufungue macho ya moyo wako ili uweze kunielewa kiundani. Hili halihitaji kufuatiliwa na Muislamu peke yake, bali linahitaji kufuatiliwa na kila mwanadamu ambaye anayo matatizo na anahitaji msaada. Inshallah mimi nasema msaada umepatikana biidhnillah ta'ala. Hakuna gonjwa lisilokuwa na dawa, isipokuwa cha muhimu ni gonjwa kupatiwa dawa husika. Hakuna tatizo lisilokuwa na tiba, muhimu ni tatizo kupatiwa tiba husika. Kwa inshallah leo tunayo tiba ya matatizo yote, tunayo dawa ya magonjwa yote, tunayo dawa ya maradhi yote. Kwa nini nasema haya? Usiondoe channel hiyo. Ni dakika chache lakini utakayojivunia ni makubwa, na hapo utakwenda kunishukuru siku moja ukisema sababu alikuwa ni Sheikh Luqmani ndiye ambaye leo mimi nakaa na kusahau matatizo na kusahau mitihani na kusahau mabalaa yaliyonusibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ipo dawa ya maradhi yote biidhnillah ta'ala, na dawa hiyo mimi ninayo. Inshallah Mwenyezi Mungu atuondoshee magonjwa, atuondoshee maradhi, atuondoshee mabalaa, atuondoshee mitihani ya kidunia kwa jumla. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia vipi? Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya ayuhan nasu, enyi watu, kad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'u lima fi suduri, hakika yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu. Mawaidha hapa ni yapi? Ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni Qur'ani. Lakini Allah anaendelea kusema wa shifaa'u lima fi suduri, ni ponyo la vifua vyenu. Vifua vipi? Hapa bado hajazungumzia magonjwa ya kimaradhi. Hapa Allah anazungumzia takataka za kishahawati, masala ya kidunia na matamanio ambayo yanampelekea mtu kwenda nje ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi Allah anasema mawaidha hayo ni ponyo kutoka katika vifua vyetu. Lakini wahudan, vile vile Allah anasema ni uongofu. Hayo mawaidha ambayo ni Qur'an, Allah anasema ni uongofu, ni kumuongoa yule ambaye huenda akawa amepotea ama atakayepotea. Akifuatilia ni uongofu, anaongoka moja kwa moja kukaa katika njia ya haki, njia aliyoiridhia Mwenyezi Mungu. Lakini si hapo tu, wa rahma, na ni rehma. Mwenyezi Mungu asema pia ni rehma, baraka, nuru, riziki, mafanikio, kila kitu.
Tukisema tunahitaji rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio hapo sasa Allah anasema katika mawaidha yake hayo, ndani yake ameteremsha na rehema, wa hudan wa rahmatul lil mu'minina, hiyo rehema kwa wale walioamini. Qul bifadlillah, basi Mwenyezi Mungu anaendelea kusema, basi sema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Qul bifadlillah wa birahmatihi, na kwa rehema zake, fabidhalika, kutokana na hayo mawaidha, falyafrahu, basi tufurahi. Kwa nini tunafurahi? Huwa khairu mimma yajma'un, kwa sababu ndani yake ni khairi kwa viumbe wote. Huwa khairu mimma yajma'un, tena fihi shifa'u linnasi, na ni ponyo kwa watu. Sasa hapa tega sikio kwa umakini sana, hapa ndio mahali shahidi ambapo mimi nilikuwa nataka nikufikishie wewe. Allah anasema fihi shifa'u linnasi. Kwa nini iwe ni ponyo kwa watu? Hapa sasa ni ponyo la maradhi. Wewe ni maradhi, hapo tulia, akili yako nisikilize, kwa sababu dawa ya maradhi yote insha Allah imepatikana. Fihi shifa'u linnasi, ni ponyo kwa watu wote. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina. Humo ndani ya Qur'ani Allah anasema tumeteremsha ponyo la magonjwa, la maradhi, kila aina ya maradhi unayojua wewe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an tumeteremsha ponyo, dawa yake iko hapo. Tunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Mwenyezi Mungu anasema na haikuwa ziada kwa madhalim isipokuwa ni khasara. Ndio maana Qur'an anaposomewa mgonjwa mwenye maradhi, ikisomwa kwa kupatiwa, ama kuna utaratibu mwingine ukafuatwa kwa kupatiwa na kwa utaratibu sahihi, moja kwa moja mgonjwa maradhi humuondoka. Mwenye mashaitani huwa wanaondoka. Lakini kwa nini akisomewa mtu ambaye mambo yake ya kibiashara yamefungika, masala ya kielimu hayaendi sawa, mambo ya kijamii kwa ujumla hayamwendei vyema, anaposomewa Qur'ani kwa imani na utulivu na ujuzi wa hali ya juu katika kupatia, basi moja kwa moja huyu mtu matatizo humuondoka, maradhi humuondoka, shida humuondoka, mabalaa humuepuka. Lakini Allah aliposema wala yazidu dhalimina ila khasara, haikuwa ziada kwa madhalim isipokuwa ni hasara. Ni kweli sisi matabibu tunaofanya tiba ya Qur'an, tunapowasomea wagonjwa wenye mashaitani, tunawashuhudia mashaitani wakipiga kelele akisema naungua. Kipi kinachomuunguza wakati wewe hujashika moto kumchoma, bali unasoma maneno ya Allah subhanahu ambao ni Qur'an? Kwa sababu ile Qur'an kwa ni hasara, inawaunguza kweli, wanapata hasara. Lakini tunashuhudia wachawi mambo yao namna gani yanavyokuwa yanaharibika inaposoma Qur'an. Lakini tunashuhudia watu wabaya maasidi mambo yao huvurugika, chawi zao wanazowategea watu katika sehemu mbalimbali hubatilika, kwa sababu ziko aya za kubatilisha sihiri. Allah anasema vipi? As-sihru inna Allaha sayubtilu, hakika ya Mwenyezi Mungu ni mwenye kubatilisha uchawi. Kwa hiyo uchawi hutengenezwa kwa gharama, lakini Qur'ani inaposomwa inakuja kubatilisha, maana yake yule aliyetengeneza uchawi ule kapata hasara. Mabaya hufanywa kwa gharama, lakini yule aliyefanya ubaya ule moja kwa moja hupata hasara, kwa sababu ndani yake huwa vitu vyao vinaharibika. Ndugu yangu, narudia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia vipi? Fanyianeni tiba, tadawi, fanyianeni tiba. Fa inna Allah azza wa jalla, wa ni hakika ya Mwenyezi Mungu mtukufu, hakika hakushusha ugonjwa, hakujalia tatizo, hakujalia jambo lolote katika matatizo, ila ameshusha dawa yake, ila ameshusha tiba yake. Muhimu ni gonjwa kupatiwa tiba husika, muhimu ni gonjwa kupatiwa dawa husika. Sasa leo chukua hili na insha Allah utakuja kunikumbuka. Ninayo dawa ya maradhi yote, nayo si nyingine bali ni Qur'an tukufu, ambapo Qur'an hii ipo juzuu 30. Juzuu 30 hizi takriban tumeziandaa kwa muda wa miaka miwili. Hii ni juzuu ya kwanza mpaka juzuu ya 30, ambazo hizi zitakwenda kuyayushwa kupitia maji. Maji hayo itakuwa tayari, hii ni dawa kwa ajili ya watu wote wenye maradhi, mwenye sukari, mwenye presha, mwenye kansa, mwenye figo, mwenye kila aina ya gonjwa unalojua wewe hili ni gonjwa. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'an tumeteremsha ponyo, tumeteremsha tiba, kujua aya ipi ni sahihi, sura ipi ilikuwa sahihi juu ya maradhi. Sasa kwa kulijua hilo, sisi tukaiandaa Qur'ani nzima juzuu 30, na Qur'ani hii haitouzwa, hii hayuzwi ndugu yangu, hii hayuzwi. Kila mwenye maradhi, kila mwenye magonjwa,
kila mwenye matatizo, hii hatouziwa. Qur'ani hii haitouzwa, isipokuwa unachotakiwa ukifanya wewe kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema, kwa kusema watibuni wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaka, watibuni wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaka. Mtume alisema dai maradhaku bisadakati, watibuni wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaka. Na hii Qur'ani ni katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli alituchukua muda mrefu, takriban mwaka mzima au miaka miwili kama sikosei, kwa sababu ni muda mrefu nilikuwa nimeyafungia ndani maneno haya, najiuliza nifanye nini ili binadamu waipate Qur'ani hii kama dawa kila siku, isiwe yenye kuisha, iwe ni yenye kuishi. Lakini alhamdulillah njia tayari nimeipata, na huu sasa ni mwaka takriban unaenda wa 4 sasa, ndio nakuja kutoa dawa hii kwa watu wote, kila mwenye maradhi, kila mwenye matatizo. Hii nakwenda kuiayusha na itakuwa katika mahala maalumu. Hata nitakapokufa mimi inshallah nitawaachia usia kizazi changu kwamba dawa hii kila mtu anayekuja apewe, kila mtu atakayekuja na shida yake apewe. Mahala itakapokuwa nitawaelekeza Qur'ani hii, kila mtu atakuja achukue. Kila mwenye maradhi ya aina yoyote yaliyoshindikana ambayo anaona ni saizi, awe tuna imani kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na inshallah kwa maneno haya atapona, na kweli hakuna shaka utapona. Njoo tu unachotakiwa kufanya, chukua sadaka yoyote. Nimesema haiuzwi, hii ni maneno ya Allah, hayauzwi. Chukua sadaka yoyote aliyokujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Njoo chukue wewe ama mchukulie mgonjwa wako, chukua sadaka yoyote, wala hutoambiwa toa kiasi fulani. Chukua sadaka yoyote uliyojaliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa kutimiza kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema watibuni wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaka, ondosheni matatizo yenu kwa kuyatolea sadaka. Inshallah chukua sadaka yoyote uliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Njoo chukue Qur'ani hii ikiwa katika mfumo wa kombe, utakwenda kunywa, utakwenda kupaka, utakwenda kuweka katika umwagia sehemu zako za biashara, utakwenda kumwagia chombo chako cha usafiri, chombo chako cha utafutaji riziki, jambo lako lolote unalotegemea nuru na baraka na msaada wa Allah. Mimi nakuambia biidhnillahi ta'ala, njoo chukue, insha Allah faida yake utaiona na utanikumbuka, na mimi nitakuwa ninahitaji zaidi unifanyie dua. Ushukuru kwanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukuondoshia mitihani, kukupa ufumbuzi wa jambo lako, lakini hal kadhalika unitakie dua Mwenyezi Mungu anipe mimi umri mrefu wenye manufaa, wenye baraka, ili kuwasaidia watu wengine, lakini kadhalika na kizazi changu Mwenyezi Mungu akiongoze katika khairi. Lakini zaidi ninalolitaka kutoka kwa viumbe wa Allah ni kuniombea mwisho mwema, kuniombea mwisho mwema, na kuniombea Allah subhanahu wa ta'ala anijalie katika pepo yake, ikiwa ni kila mwanadamu mwenye akili timamu. Hapo ndio matamanio ya nafsi yake atakapogonga. Ndugu yangu, hii Qur'an kuanzia sasa, wewe chukua namba yangu hiyo ambayo unaiona hapo, nenda katumie dawa hii. Mimi naitwa Sheikh Luqman, kituo changu cha dua kinaitwa Shifaatul Qur'an. Nafanya kazi hii si kwa kukurupuka, bali ni kazi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia marehemu baba yangu Sheikh Ali ndio akifanya kazi hii. Kwa sasa hivi ni almarhum, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kunijalia na kuifanya kazi hii na watu kufanikiwa juu ya matatizo yao. Kwa hiyo mimi nakusihi niamini mimi, lakini zaidi muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hii Qur'ani imechukua muda mrefu, tumeiandaa juzu 30 hizi unazoziona, zimechukua muda mrefu hizi, tumeziandaa muda mrefu sana. Tumeziandaa hizi kwa lengo tu watu uliwasaidie, lakini nyakati zote hizo tulikuwa tunajiuliza tufanyeje ili hii iweze kudumu kuishi, kila mwenye maradhi aikute na apate kutumia kwa imani. Wewe hata kama huna dini, wewe ukishaamini tu kwamba haya ni maneno ya Allah na ni ponyo, hakuna shaka utapona. Wala usijaribu, usije ukasema ngoja nikajaribu. Mwenyezi Mungu hajaribiwi, maneno yake hayajaribiwi. Wewe tumia ukiwa na imani ya yakini ya moyo wako kwamba utapona. Hakuna shaka utapona, hakuna shaka biashara zako zitakaa vizuri, hakuna shaka mambo yako wewe yatakaa sawa, hakuna shaka mitihani itakuondoka, hakuna shaka mabalaa yatakuvuka, hakuna shaka mambo yako yatanyoka biidhnillah ta'ala. Kikubwa uamini kwamba haya ni maneno ya Allah, na sisi tumeandaa katika mfumo huu ili kuyatengeneza yawe katika mfumo wa mahwa, kwa lugha nyingine kombe, ili watu waweze kufanya nini? Wapate kutumia. Hii ni Qur'an kamili. Kwa hiyo inshallah
nimesema nirushe klipu hii ili kila mmoja anufaike, kila mmoja apate taarifa, na akishapata taarifa anufaike na Qur'ani hii. Nimesema nirushe klipu hii kwa makusudi ili kila mmoja apate taarifa, na akishapata taarifa moja kwa moja yeye apate kunufaika. Ndugu yangu, unataka nini chingine? Mimi nina imani kwamba maneno ya Allah yanatosha sisi kuondokewa na maradhi. Maneno ya Allah yanatosha sisi kupata ponyo. Gonjwa lolote, narudia tena, kuna magonjwa yanasemekana hayana dawa. Mtume Muhammad anasema Allah hajashusha gonjwa ila kashusha dawa yake. Unachotakiwa kufanya, gonjwa lipatie tiba husika. Kwa hiyo wewe hata kama una saratani, una kansa, una chochote kile, inshallah njoo zako Shifatul Quran, chukua namba zangu hizo za simu. Baada ya kuchukua namba zangu hizo za simu, wewe moja kwa moja funga safari, fuata mahala ambapo nakuelekeza, inshallah njoo uchukue dawa, na biidhnillah taala utapona, matatizo yatakuondoka. Usiwe mwenye kukata tamaa. Nina uhakika wako watu ambao wameshakata tamaa katika maisha yao, lakini wamekata tamaa kwa sababu huenda wametumia vingi hawajapata shifa, huenda wamezunguka kwengi hawajapata shifa. Lakini mimi nikwambieni, njoo chukue maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, nenda kanywe, nenda kapake, nenda kamwagie sehemu yako ya biashara, nenda katumie katika hali nitakayokuelekeza, uone rehema za Mwenyezi Mungu, na mimi inshallah utanikumbuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Sheikh Luqman wa kituo cha dua Shifatul Quran. Maana Shifatul Quran ni ponyo kutoka ndani ya Quran, na kazi yangu ni kufanyia watu dua na kuwapa watu dawa mbalimbali, lakini dawa sahihi itakayokwenda kuondosha shida za watu wote, matatizo yote, ni hii ambayo nimekuonyesheni hapa. Inshallah Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.